Shalom mtu wa Mungu, ninayo furaha kubwa kukaribisha tena katika kujifunza kupitia Vectors Generation. Mungu anamwambia Adamu katika sura ile ya 3 ya kitabu cha Mwanzo na mstari ule wa 19, kwa jasho la uso wako utakula chakula. Sasa jasho ndilo ambalo limekuwa likitupa taabu katika kuelewa mstari huu pengine. Lakini jasho ni kitu cha kawaida kabisa katika utendaji kazi wa mwili wa mwanadamu. Lakini unaporudi hapa nyuma, kabla ya mwanadamu kuwekwa bustanini Edeni, basi Mungu aliitengeneza bustani ya Edeni katika namna ambayo mwanadamu atakapokuja hatakuwa na mahitaji, lakini atakuja tu kufanya kile ambacho Mungu anamwagiza kufanya. Na hapa ndipo Mungu anatengeneza miti, anatengeneza kila kitu ambacho kinahitajika kwa ajili ya chakula kwa mtu atakayemleta, lakini anatengeneza pia mto ambao utakuwa ni chanzo cha maji. Kwa hiyo Edeni haikuwa na uhitaji wowote ule ambao mwanadamu basi angeweza kupungukiwa kwenye habari ya chakula au kwenye habari ya mahitaji ya kwake au kwenye habari ya mafanikio ya kwake. Kwa hiyo jasho halikuwa msingi wa mafanikio ya Adamu pale bustanini Edeni. Lakini anapofukuzwa sasa kutoka bustanini Edeni na kwenda mahali ambapo Mungu hakupandaa kwa ajili yake, ndipo anahitajika kutumia nguvu ya kwake, akili ya kwake, maarifa ya kwake nje na kile ambacho Mungu alikuwa amekiandaa, ili aweze kusustain maisha ya kwake au aweze kuendeleza maisha ya kwake na kuweza kuishi vizuri. Kwa hiyo Mungu anaposema kwa jasho la uso wako utakula, kwa lugha nyepesi anajaribu kumwambia kuna mazingira ambayo nilikuwa nimekuandalia wewe kuishi na nikakuweka hapo na nikakupa kazi, lakini nikikuagiza ulitii neno langu, na kwa kutolitii neno langu basi umefungua mlango wa wewe kwenda nje ya mazingira ambayo nilikuwa nimeandaa na kuyawekea kila kitu kwa ajili yako. Kwa hiyo huko nako kwenda mimi sikuwa nimepandaa kwa ajili ya wewe kuishi. Kwa hiyo ni muhimu sana mtu wa Mungu kuelewa kwamba kila mtu anayo Edeni ya kwake. Unapokuja hapa duniani, basi wewe unakuja tayari mazingira ya kwako yamekwisha kuandaliwa. Kwa ni muhimu sana kumuuliza Mungu na kutaka kujua ni eneo gani ambalo Mungu amekuweka, kwa sababu nje ya eneo hilo au nje ya Edeni ya kwako utatakiwa kuvuja jasho ili uweze kufanikiwa. Mungu akubariki, wewe ni mtu mkuu. Amina.